COD X1 Action Story. Sehemu ya pili. Nilitulia nikiitafakari ile ndoto kwa muda bila kupata jibu lolote. Basi nikaamua kuachana nayo. Kwa vile nilitoka kulala, sikuwa na usingizi hata kidogo, mpaka ndege ilipogusa ardhi ya Korea. Nilishuka, na wakati naelekea mlango wa kutokea uliingia ujumbe mwingine: kata tiketi ya kuelekea Doha, Qatar. Nilifanya hivyo, na baada ya masaa matatu niliingia kwenye ndege na safari ya Qatar ikaanza. Kutokana na uchovu wa safari ya mwanzo, usingizi mzito ulinichukua. Haukupita muda mrefu nilianza kuota tena ndoto ile ile. Lakini wakati huu, yule mtoto alikuwa anaungua moto. Nilishtuka kutoka usingizini baada ya kuguswa bega na mhudumu mmoja wa ndege mwenye asili ya Kiarabu. Akaniuliza kama kuna tatizo. Nilimjibu kuwa ni ndoto tu. Alitabasamu, akarudi katika siti yake, na mimi nikaamua kubadilisha upande ili niendelee kulala. Lakini nilipofunga macho tu, ile ndoto ikajirudia tena. Nilishtuka tena baada ya kuguswa tena kwenye bega na yule mhudumu. Akaniambia nimfuate. Niliinuka nikamfuata hadi mwisho wa ndege kwenye kama kijichumba kidogo. Akaniuliza kama nina tatizo. Nikaona bora nimweleze tu. Nikamweleza kila kitu kuhusu ile ndoto na kuwa ni mara ya 3 naiota. Akanambia mara nyingi hizo huwa si ndoto, bali ni kumbukumbu. Kisha akaniuliza kama nishawahi kupata amnesia. Nilimjibu kuwa sikuwahi. Basi alinipa kikombe cha kahawa, nikakunywa huku nikimtazama kwa makini. Nilimaliza nikamshukuru, nikarudi kwenye siti yangu. Kwa vile nilikunywa kahawa, usingizi uliruka wote. Hatimaye ndege ikatua Doha. Nilishuka kwa lengo la kutoka nje, lakini nilihisi kama mtu ananiita. Nilipogeuka, nikamuona yule mhudumu akija upande wangu. Aliposimama karibu, akaniuliza kama ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika katika jiji hilo. Nilimjibu, ndiyo. Basi akaomba kuwa mwenyeji wangu. Nilikubali, lakini ndani yangu nilihofia yasije yakawa kama yale yaliyotokea mjini Shanghai. Nikajisemea, mazali kama haya huja mara chache, hivyo nisiache mema kwa hofu ya mabaya. Tulitoka uwanja wa ndege, tukaelekea hotelini. Kila mtu akachukua chumba chake, tukakubaliana tukutane mapokezi baada ya saa 1. Nilipoingia chumbani, nilifanya mambo yangu yote. Nilipomaliza, nilishuka chini dakika 5 kabla ya muda wa ahadi. Kwa mbali nilimuona msichana akiteremka ngazi, macho yakatoka. Moyo ukadunda kwa kasi baada ya kugundua kuwa ni yule mhudumu wa ndege. Mpaka ananikaribia, sikuweza kushtuka. Alinigusa mkono ndipo akili ilirudi. Nikasema bila kutarajia, umependeza sana. Alijibu, asante, na akaniambia nimfuate. Tulitoka, tukachukua taksi. Mimi nilikuwa kama bendera ikifuata upepo, hasa ukizingatia mji wenyewe sikuujua. Tulifika kwenye mgahawa mtulivu, tukachukua meza, na akaagiza chakula. Baada ya muda, akajitambulisha. Mimi naitwa Tania. Nikamjibu, Allen James ndo jina langu. Tukatabasamu. Tuliongea mengi mpaka chakula kilipokuja. Baada ya kula, tulizunguka sehemu za starehe. Nikajikuta nimesahau kama mimi ni mtu ninayewindwa. Kwa mara ya kwanza nilikunywa pombe mpaka nikahisi mawenge. Usiku ulipowadia, tulirudi hotelini. Lakini akaniomba nimpe kampani chumbani kwake, maana alikuwa hana usingizi. Nilikubali. Harufu nzuri ya chumba chake ilikuwa kama upako wa shetani. Tuliongea, tukacheka, mpaka tukakaa kimya, tukiangaliana tu. Bila kuulizana, tulijikuta tukizama katika ulimwengu wa huba. Asubuhi, Tania alinishitua. Alionekana mwenye aibu. Akasema ni pombe ndio ilimfanya afanye hivyo. Lakini mimi nikamwambia, sijutii chochote. Tuliongea mawili matatu, na ndipo alipoeleza hisia zake juu yangu. Nilipomuuliza kwa muda mfupi tu tuliofahamiana, imekuwaje amenipenda, alijibu, si mara yangu ya kwanza kukuona. Miaka 3 iliyopita nilikuona White House, Marekani. Nilianza kukufuatilia, lakini ghafla ukatoweka katika mazingira ya kutatanisha. Nilishtuka, maana hata sikumbuki kama niliwahi kufika White House, lakini nilijifanya najua ili asishtukie. Baada ya maongezi hayo, nilirudi chumbani kwangu nikiwa na mawazo mengi. Nilipooga na kutoka, nilikuta nguo kitandani na kikaratasi kilichoandikwa, tukutane kwenye mgahawa. Nilivaa, nikashuka chini. Tulikunywa chai, tukapiga soga. Akaniuliza kama nitakaa siku ngapi Doha. Nikamjibu wiki 1, kisha naelekea London. Akasema, bahati iko kwangu, na mimi niko off wiki nzima, na wiki ijayo ndege yangu inaenda London. Nilitabasamu, nikasema kimoyomoyo, Mungu kweli ananipenda. Tulirudi vyumbani. Muda mfupi baadaye, mlango wangu ukagongwa. Tania akaingia. Akaniambia, unaonaje tukibadilisha hoteli? Nikamuuliza, kwa nini? Akasema, ni maamuzi tu.
Tulipanga mizigo tukaondoka. Tulikodi nyumba nzuri nje kidogo ya mji. Nyumba ya kisasa, yenye kila kitu, hadi swimming pool. Huko tulijiona kama mume na mke. Wiki nzima tulifurahia. Nikasahau vita na uhalisia wa maisha yangu. Lakini muda ukapita na safari ya London ikawadia. Tulipanda ndege, yeye akiwa mhudumu. Wakati wa kuagana, nilimwahidi tutakuwa pamoja. Alilia, akinikumbatia kwa nguvu. Nilipotoka tu, ukaingia ujumbe. Kuna magari matatu meusi upande wa kushoto, niachia. Watakukamata. Elekea kulia, kuna Audi nyeupe. Chukua hiyo, toroka. Niligeuka, nikaiona. Kwa mwendo wa kasi, nikaiendea, nikaingia, nikaondoka. Kwa kutumia side mirrors, niliwaona wakija nyuma yangu. Nikatabasamu, nikakanyaga mafuta. Baada ya dakika kadhaa, nikafanikiwa kuwatoroka. Ukaingia ujumbe mwingine. Sasa umefika muda wa sisi kuonana, lakini kwanza kuna watu wawili wanapaswa kuondoka katika mchezo huu. Nikapokea picha zao. Nilihisi kama nawakumbuka. Nilitafuta hoteli, nikakaa, nikaanza kupanga. Usiku huo huo, nikamaliza kazi yangu ya kwanza. Mr. Peterson, katibu mkuu wa usalama Marekani. Risasi moja, katikati ya uso. Kifo kimya, kisicho na huruma. Siku iliyofuata, vyombo vya habari viliripoti mauaji hayo. Nikasikia sauti ya mtu kwenye runinga. Wewe muuaji, tutakukamata tu. Hautaishi na amani. Ndio, alikuwa Mr. Jones, mtu wangu wa pili. Nilianza kupanga. Nilimfuatilia, nikaweka vinasa sauti ofisini kwake. Siku iliyofuata, nilisikia majadiliano yao. Mpaka Jones aliposema, aina hii ya mauaji hufanywa na mtu mmoja pekee. David Robert McCannun. Nilishtuka. Akasema tena, na kama ananisikia sasa, basi najua yuko hapa. Lakini hata niua, kwa sababu mimi nimempa mgongo. Ndio, alijua kila kitu. Nilijaribu kujizuia, lakini nilihisi hasira ikipanda. Niliondoka pale, na nilipotoka tu, uso kwa uso na Jones. Muwe, aliropoka. Risasi zikaanza kulia. Nilijibanza ukutani, nikatoa bastola 2, nikaingia vitani. Likuwa pambano kali. Risasi zikikatiza hewani, kelele, milango ikivunjika. Hatimaye, nilitoroka. Nikawasha kompyuta, nikatrack gari ya Jones kupitia GPS. Nilimfuata, nikampiga tairi risasi. Gari yake ikapinduka. Nikamtoa akiwa hai, nikamchukua. Nilimficha sehemu salama. Nilimuuliza Jones, kwa nini mnasema nimekufa? Alitabasamu akasema, David, kumbe hukumbuki kitu. Ndio maana uko hai mpaka sasa. Nilishikilia bastola yangu, nikamwangalia usoni. Barua pe, moyo wangu ukidunda kwa kasi kama bomu, linakaribia kulipuka. Na unadhani nitakwambia chochote? Alinijibu na kunitemea mate usoni. Nadhani unafahamu kuwa ninapotaka kujua kitu chochote kutoka kwa mtu, ni lazima nikijue kwa hali yoyote ile. Niliongea huku nikijifuta yale mate. Nilifungua begi langu na kutoa kisu chembamba. Kisha nikavuta kiti na kukaa mbele yake. Naona kwa njia ya kiungwana umeshindwa kutoa ushirikiano. Sasa itabidi ni ukwangue ukweli kupitia maumivu. Niliongea hilo na kwa nguvu zote nikamkita kisu kwenye paja. Nikaanza kuchokonoa kama nachimba hivi. Alipiga kelele, lakini ni kama alikuwa ananihamasisha niendelee. Niambie ukweli. Sahau, alinijibu. Nilitoa pini ngumu zenye urefu wa sentimita 7. Sawa basi, tuendelee na mchezo wetu. Mimi nitaendelea kukutesa, na wewe goma hivyo mpaka mmoja wetu atakaposalenda amri. Nilitoa sindano ya ganzi na kumchoma, ili asisikie maumivu wakati naziingiza pini hizo kwenye mwili wake. Taratibu nilianza kuingiza pini kwenye kidole cha kati cha mkono wa kulia. Niliendelea mpaka nikahakikisha hakuna kidole nilichosahau. Najua sasa hivi huhisi kitu, lakini baada ya dakika 2 utaona kilichomtoa nyoka pangoni. Kama ni sauti nzuri ya mrembo au maji ya moto. Dakika 2 zikapita. Alianza kutetemeka. Uso ukakunja. Machozi yakamtoka bila kupenda. Kijasho chembamba kikaanza kumchuruzika. Hazitakusaidia hizo, nilimjibu huku nikicheka. Sawa, nitatoa ushirikiano. Na hapa, tafadhali niondolee hizi pini. Namna hiyo ungekubali mapema yasingekufika haya. Nilimchoma tena sindano ya ganzi kukata maumivu. Akaanza kuongea. Wewe ulikuwa mmoja kati ya watu hatari sana, uliopata mafunzo kupitia serikali ya USA. Katika kitengo cha siri cha CIA. Lengo lilikuwa kuwaondoa wale wote waliomwandama rais. Na hiyo ndio ilikuwa kazi yako. Ulifika wakati mpaka rais akawa anakuhofia. Akatoa amri na wewe pia upotezwe. Mimi ndiye nilipewa jukumu hilo. Nilihakikisha nalitekeleza. Nilikuua, lakini nashangaa leo kukuona uko hai. Nilisimama kwa hasira.
Asante kwa ushirikiano wako. Nikatoa bastola ndogo. Nikatia saini kwenye paji lake la uso. Kisha nikatokomea zangu. Nilitembea kimya. Simu ikaingia. Tunajua kwa sasa una maswali mengi, lakini kila kitu kitakaa sawa baada ya kupata kumbukumbu zako zote. Panda ndege uje Miami. Bila kuchelewa nilielekea uwanja wa ndege. Safari ikaanza. Baada ya muda nikawa Miami. Nikachukua gari aina ya Maserati nyekundu. Nikaifuata ramani. Iliniongoza mpaka kwenye nyumba moja. Nikaingia. Ghafla ukuta ukasogea. Lifti ikafunguka. Nikaingia. Mwanga mkali uliniumiza macho. Karibu Mr. Allen James, mimi ni Albiana, Master Computer. Nataka unieleze kila kitu kinachonihusu. Sina haja ya kukuambia. Muda mfupi tu utajua kila kitu. Nikaingia kwenye chumba kilichoandikwa Project Code X. Nikavua nguo. Nikalala, mikanda ikanizunguka. Taa nyekundu ikawaka. Nakutakia usingizi mwema, sauti ya kompyuta ikasema. David, si unaenda kwenye interview leo? Baba alinistua. Nilikurupuka. Saa 1 asubuhi. Niliripoti White House saa 1:30. Nilifika. Nikaitwa, nikapewa kompyuta. Nikaambiwa ni hack mfumo wa White House. Dakika 5 pekee. Nikaanza kazi. Nilijua kuna mtu mwingine pia ana hack. Nikampiga ban. Nikaendelea. Dakika 4 na sekunde 56. Kazi imekamilika. Lakini wakaniambia, umefanya vizuri lakini hujafikia kiwango tulichokitaka. Nilihisi kuvunjika moyo. Nilipoelekea mlangoni, ghafla kengele za hatari zikaunguruma. Rais alikuwa anashambuliwa. Nikajikuta nalazimika kumlinda. Risasi zikarindima. Nilimkinga rais. Risasi ikapenya mgongoni mwangu. Nilipozinduka, nilikuwa chumba kidogo. Hongera kijana. Sasa umechaguliwa kujiunga na kikosi maalum cha siri cha kumtumikia rais. Mafunzo yalikuwa magumu. Tulipewa jina Suicide Squad. Baba yangu akafariki wakati wa mafunzo. Nikalazimika kuendelea. Nilipomaliza nilipokea picha. Nilitakiwa kumuua mtu mmoja Moscow. Nilifanikiwa. Ndipo nikawa muuaji rasmi wa serikali. Baadaye nilikutana na Melinda, mwanamke wa ndoto. Tukapendana, tukaoana, tukapata mtoto Christina. Maisha yakawa matamu, lakini kazi niliyoifanya ilinifanya nipoteze utu. Safari moja nikaamshwa ghafla. Nikaambiwa niende Syria. Tulipewa chai. Baada ya funda moja nikapoteza fahamu. Nilipozinduka nikapewa amri niue watu 4. Nikagundua ni watoto. Nililia, lakini nikaamriwa na nikatii. Niliporudi nyumbani nikakuta mwaka mmoja umeisha. Mke wangu akaniita msaliti. Furaha ikaisha. Nikawa mtumwa wa amri za simu. Nikawa naishi kama roboti. Baadaye mke wangu akaomba kwenda Miami. Nikamruhusu, lakini huko ndiko nilipoteza kila kitu. Nilipofika nikakuta moto mkubwa. Nikajaribu kuokoa. Nikawakuta wote wakiwa chini. Mke wangu akanishika mkono. Akasema kwa shida, "Code." Kisha akakata roho. Nilizinduka nikiwa kitandani, jasho jembamba likinitoka. Karibu tena duniani Mr. F. Allen James. Kompyuta ikasema, ile ilikuwa ndoto au kweli? Hapana, yale yote ni maisha yako halisi kabla ya kuitwa Allen James. Ni kumbukumbu zako za zamani. Nikaanza kulia, lakini swali moja lilisalia kichwani. Nani aliyeiteketeza familia yangu? Kisha macho yangu yakatua kwenye kikaratasi kilichoandikwa kwa mkono. Mpendwa mume wangu, najua utadhani nilikuwa nakasirika kwa jinsi ulivyobadilika. La, sikuwahi hata siku moja kufikiria hivyo. Matatizo yote uliokumbana nayo chanzo ni mimi na timu yangu yenye wanasayansi 20. Tulipewa tenda ya kutengeneza kemikali ambayo itamfanya mtu ati chochote atakachoambiwa bila kuuliza. Sikujua kama na wewe utakuwa ni mmoja wapo, naomba unisamehe kwa hilo. Siku ile uliorudi kutoka safarini baada ya mwaka mzima kupita, niligundua kuwa huko sawa hivyo. Usiku nilikutilia dawa ya usingizi ili niweze kuchukua damu yako na kuipima. Nilichogundua kilinitisha sana, hivyo niliandika ripoti na kuiwasilisha Ikulu kwa lengo la kupewa kibali cha kutengeneza dawa yake. Lakini rais alikataa kuniruhusu kufanya hivyo kwa ajili ya maslahi yake mwenyewe. Kwa kweli niliumia sana na nikaamua kufanya kazi hiyo bila ruhusa. Pia nilichogundua ni kwamba hakukuwa na dawa yoyote inayoweza kuizimua kemikali hiyo. Hivyo nikaamua kutengeneza tena kemikali kama hiyo, ila hii ilikuwa tofauti kidogo kwa maana iliweza kumpa mtu uwezo wa kujenga hoja. Kwa muda wa miaka 3, nimekuwa nikifanyia uchunguzi wa kina kemikali hiyo, niliyoipa jina la Syndrex Oltiviasodeca Endroline X Code XA. Baada ya kuridhika na majibu hayo,
ndo niliamua kuja Miami ambapo ndipo zilipo maabara zangu. Lakini kuna mmoja kati ya wenzangu kwa tamaa ya fedha alivujisha siri hii kwa rais. Hivyo amri ya kuuawa wewe pamoja na familia yako yote ikatolewa. Na ulivyoomba likizo tu wamekupa bila maswali. Hiyo ni kwa sababu walitaka wafanye tukio hilo liwe kama ajali ya moto. Siku uliofika tu usiku, wakati umelala, nilikuingiza maabara kwa siri na kukufanyia operation ndogo ya jicho la kushoto na kukuingiza kifaa kidogo ambacho kilikuwa na kemikali hiyo. Na niliiseti kompyuta ikiwa nitakufa basi kemikali hiyo iachiwe kidogo ili kuzifuta kumbukumbu zako na uanze maisha mapya kama Allen James. Na kuhusu mtoto wetu, usijali, yupo hai na yupo na wazazi wangu California. Ile miili mitatu ilikuwa ni ya kutengeneza tu, ila mimi nimeona bora nife kwa sababu mimi pekee ndiye ninajua kitu gani nimekiongeza katika kemikali ile na kuifanya iweze kumpa mtu uwezo wa kuhoji tofauti na awali. Wako mpendwa, Melinda. Nilijikuta nikitokwa na machozi baada ya kuisoma barua hiyo, huku nikijiuliza kwa nini watake kuniua wakati nilifanya kila walichotaka. Au kwa sababu mke wangu ametaka kunipa uhuru tu. Na kuahidi Melinda, muhanga wako hautoenda bure. Lazima watalipa kwa kila walichotutendea. Nitaua mmoja badala ya mwingine mpaka niwamalize wote waliohusika na kifo chako na mateso yangu. Nilijikuta nikiongea kwa hasira, kisha nikaipiga meza ngumi na kuivunja. Mimi mwenyewe nilishangaa. Kisha nikasema, pia asante kwa zawadi ulionipatia. Sasa Mr. David, ingia store kwa ajili ya kuchukua silaha. Kisha utoke kabisa katika nyumba hii, maana muda si mrefu italipuka. Na pia fuata akili yako itakapokuelekeza. Iliongea ile kompyuta. Ghafala taa nyekundu zikaanza kuwaka. Bila kuchelewa niliingia store na kukusanya kila kitu ambacho nilihisi kingenisaidia katika kazi yangu. Kisha nikatoka nje na kuelekea gereji na kuchukua gari aina ya Jeep. Niliiwasha na kuondoka. Sikufika hata mbali nilisikia mlipuko mkubwa na nilipangalia ile nyumba yote ilikuwa inateketea kwa moto. Nilitafuta nyumba nyingine huko Miami na kuhifadhi silaha zangu. Kisha nikaelekea uwanja wa ndege na kukata tiketi ya kuelekea California kwa ajili ya kumuona mwanangu. Muda wa safari ulifika na ndege ikaondoka. Safari nzima kwangu ilikuwa ya unyonge na hatimaye ndege ilitua California. Kwa msaada wa kitabu nilichokichukua, niliweza kufika kwa wakwe zangu, lakini sikutaka wajue kama niko hai mpaka nitakapomaliza kazi yangu. Kwa mbali nilimuona binti mdogo kati ya miaka 8 na 10. Kwa kweli alikuwa kafanana na mama yake kama fotokopi. Nilitamani kwenda kumkumbatia, lakini haikuwezekana. Hivyo nilimwangalia kwa mbali huku nikibubujikwa na machozi, kisha nikajisemea, nisubiri mwanangu, muda si mrefu tutaungana tena. Kisha nikageuza na kurudi uwanja wa ndege na kurudi Miami. Nikiwa Miami, nilianza kufuatilia nyendo za kila aliyehusika na yalionikuta. Na kwa kweli kemikali iliyokuwemo kwenye mwili wangu ilinisaidia sana, maana iliweza kuugeuza ubongo wangu na kuwa unafanya kazi kama kompyuta. Baada ya mwezi mmoja nilipata majina 30 ya aliyekuwa rais. Likiwemo, nilianza kujipanga sasa kwa ajili ya ukatili wa hali ya juu. Nilikusudia niwamalize wote ndani ya muda mfupi sana ili nikaungane na mwanangu pamoja na mke wangu mtarajiwa Tania. Niliondoka Miami siku ya pili asubuhi na kuelekea mji wa makasio, yani Las Vegas. Huko kulikuwa na watu 6 katika listi yangu. Nilifika nikakodi nyumba na kuanza mikakati yangu. Usiku nilipumzika na asubuhi mapema nikatoka na kuelekea maabara anayefanya kazi yule mwanasayansi aliyemuuza mke wangu kwa rais. Nilimuona tu hasira zikaanza kunipanda. Nilitamani nimfeti nikamkate vipande halafu nimlee kwa wali mchana, lakini nilijizuia. Kwa vile niliona gari yake nilisubiri aingie ndani nikamwekea ujumbe mdogo tu. Baada ya kuingia ndani nilifanya hivyo, kisha nikakaa kwenye mgahawa pembeni. Hakupita muda alitoka na kuingia kwenye gari yake huku akitabasamu. Nilijisemea, laiti ungejua kama leo unakufa wala usingetabasamu. Aliondoa gari kwa mwendo mdogo na mimi niliingia kwenye gari yangu na kumfuata kwa nyuma. Nilipohakikisha amefika mbali kidogo, nilitoa simu yangu na kumpigia simu ambayo nilimwekea kama zawadi kwenye gari yake. Ilichukua muda kupokewa na alipoipokea alianza hivi, vipi, kuna tenda nyingine nini? Maana nyinyi kwa kuniwekea simu hamchoki. Ndiyo dokta, kuna tenda nyingine, nilimjibu. Okay, niambie nikufanyie kitu gani? Unamjua David Robert Makanu? Nilimuuliza. Si yule mpumbavu, alijibu huku akicheka. Sasa tumepokea taarifa kuwa hakufa siku ile na hivi sasa yupo nyuma anakufuatilia. Niliongea hivyo ili kumtia hofu. Nilimuona akianza kuongeza mwendo. Una haja ya kuongeza mwendo bwana mkubwa, kwa sababu hivi sasa unaongea na David. Natumai Mungu atakulaza mahali panapostahili, niliongea, kisha nikakata simu. Na hapo gari yake ikalipuka, na huo ndio ukawa mwisho wake. Watu wengi walikusanyika katika ajali hiyo. Mimi nilipita na kuelekea nyumba niliyokodi. Niliingia ndani na kuipiga mstari mwekundu, nikimaanisha kazi yake imekwisha. Usiku nilitoka na kuelekea kasino.
Kama kawaida huwa siendi pahali kama hakuna kitu ninachohitaji. Niliingia ndani kuanza kuangaza huku na kule, na hatimaye nikamwona mlengwa mmoja. Nilisogea mpaka katika eza aliyokaa na kukaa meza ya pembeni yake. Kwa sababu nilijua ni mtu wa madawa, hivyo nilitoa kipakti kidogo chenye unga mweupe mezani. Alipokiona tu alinipa ishara nimfeti bila kuchelewa. Aliinuka na mimi nikamfata. Alielekea chooni na kwa furaha kubwa nikamfata. Nilipofika nilimkuta akisubiri. Nilimpa kile kipakti, naye alikipokea kwa shenge na kuchana. Kisha akalamba ule unga kidogo. Kiasi gani? Aliniuliza. Nilimwangalia, kisha nikamjibu, bei yake ni maisha yako. Hapo akaanza kutoka damu masikioni, puani, mdomoni na kuanza kukakamaa. Nilitoka chooni na kutoka nje kabisa ya kasino na kuenda nyumbani kupumzika, nikiwa nimebakiza watu 4 tu katika orodha waliokuwepo Las Vegas. Asubuhi ilifika na bila kuchelewa nilitoka kuelekea kukamilisha kazi yangu, maana nilitaka siku hiyo nisafiri kuelekea Moscow, Russia. Na kwa bahati nzuri niliwafumania watatu wakiwa pamoja katika mgahawa fulani. Nilikwenda kukaa pembeni yao na kuagiza kifungua kinywa, huku nikiwaangalia kwa makini wanavyofurahia chai yao ya mwisho. Walimaliza na kuinuka, kisha wakaondoka. Bila kuchelewa niliinuka na kuanza kuwafata mpaka walipocha njia kubwa na kupita vichochoroni. Kwa vile nyuma sikuwa peke yangu wa kunishtukia, walitokea barabara nyingine kubwa na kuzaa kwenye kundi la watu, na hapo nikaona muda muafaka wa kutekeleza mauaji ya kisayansi. Kwa mwendo wa haraka nilikatiza kati yao na kuwachoma vishindano vidogo nyuma kwenye shingo zao. Vishindano hivyo vilikuwa na sumu kali sana inayosababisha mwili kupoteza mawasiliano na akili kukosa damu safi. Vinaua kwa sekunde 30 tu. Ghafla wote walianguka chini na kuanza kupaparika kama samaki waliotolewa majini. Nilitabasamu na kabla askari hawajafika katika eneo hilo, nilitoweka kama vumbi. Nilirudi katika nyumba niliyokodi na kupanga kila kitu changu kwa ajili ya safari ya Moscow. Baada kuridhika na kila kitu nilielekea uwanja wa ndege na kukata tiketi ya usiku kuelekea Moscow. Nilirudi na kuchukua sniper, kisha nikaelekea mahala ambapo ningemkuta mtu huyo. Nilifika eneo hilo na kumsaka. Kwa mbali nilimuona akitoka katika jengo moja. Nilitafuta ghorofa la karibu na kuipanga sniper yangu. Lakini hii ilikuwa tofauti na zile za kawaida. Hii ilikuwa ikiendesha kwa kompyuta. Baada ya kumaliza kazi hiyo, nilitoa simu yangu na kuiconnect na GPS ya sniper hiyo. Kisha nikashuka chini na kuelekea alipokuwa amesimama. Nilimpa salamu na kumuomba tuongee kidogo. Alikubali na tukasogea pembeni. Unajua Mr. Hudson, upo katika hatari, nilimwambia huku nikijifanya nina wasiwasi. Nani? Aliuliza kwa sintofahamu. Kweli umenisahau Mister? Nilimuuliza huku nikimakazia macho. Aliniangalia kwa makini, kisha akashtuka kidogo na kusema, haiwezekani. Wewe ulishakufa siku nyingi, aliongea kwa kitete. Vipi? Kwani unasema nimekufa? Mbona niko mbele yako? Niliongea huku nikisogea pembeni na kumuweka usawa wa sniper ambalo nilikuwa nalicontrol kwa kutumia siku ya nugu ambayo nilikuwa nimeshika mkononi. Na nilipoitazama ilinambia target locked. Kisha nikabonyeza kitufe cha kupiga simu. Ndipo ukasikika mlio wa bunduki. Mr. Hudson alianguka vini, huku akiwa na tundu la risasi katika paji la uso. Kisha nikabonyeza kitufe cha kukata na ghafla sehemu iliyokuwa na sniper ulisikika mlipuko mkubwa. Kisha nikaungana na watu waliokuwa wakikimbia hovyo na kutokomea. Nilirudi katika nyumba niliyopanga na kuchukua mabegi yangu. Nilirudisha funguo na kuaga, kisha nikaondoka. Nilifika uwanja wa ndege na kupanda. Hatukukaa sana, ndege iliacha ardhi na kuwa angani kuelekea Russia. Moyoni nilikuwa na furaha sana, na pia nilikuwa na majonzi makubwa juu ya mke wangu. Usingizi ulinichukua na kulala fofofofo. Nilishtushwa na mtingisiko uliotokana na ndege niliyopanda kwenda chini kwa kasi sana. Nilishtuka baada ya kusikia kelele za watu wakisali kwa lugha wanazozojua wao wenyewe. Mimi sikuwa mgeni kwenye matukio hayo, kwa sababu si mara ya kwanza kupata majanga ya ndege. Kwa mbali nilimsikia rubani akisema, tutulie kwenye siti zetu, ndege inatua kwenye maji. Bila kujishauri, niliukaza mkanda wangu na kuinama kama maelekezo yanavyosema. Wakati wa dharura kama hiyo, unatakiwa kuegemeza kifua chako kwenye magoti ili kuepuka mgandamizo, na mara ndege iligota kwa nguvu juu ya maji. Kwa umakini, marubani wa ndege hiyo waliweza kuituliza isibiringitie, na hatimaye tuligota ufukweni. Mlango ulifyetuka na wote tukaambiwa tutoke haraka, na bila kuchelewa watu walianza kukimbilia mlangoni. Mimi nilitembea taratibu mpaka nilipofika na kuruka kwa msaada ya kifaa maalum cha dharura. Niliteleza mpaka chini. Hata tulikuwa hatujui tuko wapi, maana sehemu ndege ilionguka ilikuwa ni kisiwa tu. Baadhi ya abiria walipata majeraha makubwa na kwa wakati huo walikuwa wakipewa huduma ya kwanza. Mimi binafsi sikuumia sana, zaidi ya michubuko midogo midogo tu. Wakati nikiendelea kutafakari wapi tulipo,
nilisikia kelele kutoka kwenye ndege. Kulikuwa na mtu akiomba msaada. Ilibidi nisikilize kwa makini sana ili kujua sauti hiyo ilikuwa ikitokea upande gani. Ghafla nilijuta nikitimka tu bila kutarajia kuelekea kwenye ndege. Niliparamia lile dude la kuteleza kwa kasi ya ajabu sana, japo kuna wakati niliteleza lakini sikukata tamaa. Niliingia ndani ya ndege moja kwa moja na kugundua kuwa sauti ilikuwa inatokea chumba cha rubani. Kwa haraka niliusigelea mlango na kuupiga push mara kadhaa kabla ya kufunguka. Niliingia na kuwakuta marubani watatu wakiwa tayari washaga dunia, na mmoja alionekana ni mwenye maumivu makali sana. Nilitumia nguvu zangu zote kumtoa katika kiti na kufanikiwa. Baada ya hapo nilimsaidia kwa kumshika begani na kutoka naye nje. Kisha tukateleza mpaka chini. Watu walimpokea na haraka akaanza kupatiwa huduma ya kwanza. Kwa vile ndege ilianguaka usiku, tulisubiri mpaka asubuhi ili kujua tuko wapi. Kulipambazuka bila kupata hata lepe la usingizi, maana mipango yote nilihisi huenda ikaharibika. Kwa msaada wa black box ambayo inapitikana kwenye ndege, tuliona meli na helikopta zikija kwa ajili ya uokozi. Baada ya kutua tu, jambo la kwanza nilimbeba rubani ambaye hali yake ilikuwa mbaya sana na kumpeleka kwenye helikopta. Hiyo pia iliniwezesha njia rahisi kuingia kwenye helikopta hiyo, na punde ikaruka. Ilielekea moja kwa moja mpaka hospitali ya St. Petersburg. Alishushwa na kupelekwa chumba cha wagonjwa mahututi, huku mimi nikipelekwa kupata matibabu madogo madogo. Ukweli, sikutaka kukaa hospitali maana nilikuwa na haraka sana. Niliwaambia mimi ni mzima na nina uhakika ndugu zangu watakuwa wananisubiria Moscow. Walinielewa na kwa msaada wa helikopta nilipelekwa mpaka uwanja wa ndege na kupandishwa ndege ya muda kuelekea mjini Moscow. Masaa machache baadaye tulitua Moscow na moja kwa moja nikaelekea hoteli na kuchukua chumba. Nilioga na kubadili nguo kisha nikapumzika. Jioni nilitoka kama kawaida kuelekea mawindoni. Nilipita duka la silaha na kununua silaha ambazo zingetosha kukimu haja zangu, ikiwemo shotgun pamoja na AK-47, sniper pamoja na bastola ndogo 2. Kisha niliondoka hapo na kuelekea internet cafe. Niliwasachi watu ambao watakaaka, nikagundua kuwa wapo 2 tu. Nilirudi hotelini na kujipanga vizuri kwa ajili ya kazi siku ya pili. Nililala mapema usiku huo. Mapema siku ya pili asubuhi, nilielekea ubalozi wa Marekani uliokuwepo Moscow, kwa sababu mmoja alikuwa anafanya kazi hapo. Niliziweka silaha zangu sehemu nzuri na kuingia ndani. Nilimtafuta pande zote lakini sikumuona. Baada kugundua hayupo, nilitoka nje kwa ajili ya kujipanga upya. Bahati alikuwa anaishuka gari. Nilielekea upande alipo na kumpiga kikumbo, kisha nikamuomba samahani. Alikubali na kuelekea zake ndani. Lakini kikumbo kilikuwa si bure. Katika simu yangu kuna programu inayoniwezesha kuiconnect na simu nyingine pindi zinapogongana. Kwa vile alikuwa anaongea na simu wakati tunagongana, simu yake ilianguka na kwa kasi ya ajabu nilitoa simu yangu na kuikutanisha na yake. Hapo ilikuwa tayari nishaivamia simu yake. Nilielekea sehemu niliyoficha silaha zangu kuzichukua, kisha nikapanda gorofa lililo karibu na ubalozi. Nilipofika juu nilianza kuipanga sniper yangu. Na kama kawaida, nilikuwa naweka risasi moja tu katika mtutu. Kisha nikaangalia simu yangu. Nikagundua sehemu alipo. Basi nikabadilisha upande na kuelekea kule ambapo nitampa vizuri kabisa. Baada kuridhika na nafasi niliyokaa, nilianza kumlenga kwa kutumia darubini ya sniper mpaka pale nilipohakikisha yupo katika 18 zangu. Nilifyatua risasi na kumsambaratisha kichwa huku nikitabasamu kwa kazi nzuri. Nilirudi hoteli niliyopanga kupumzika huku nikitafakari jinsi ya kummaliza aliyebakia. Usingizi ulinichukua na ndoto zangu zilikuwa za kumwaga damu tu. Asubuhi niliruka mapema kupata kifungua kinywa na kutoka kuelekea kwenye kazi iliyonipeleka nchini humo. Najua mtajiuliza pesa napata wapi, lakini ukweli ni kwamba kutokana na asili ya kazi yangu, mimi nina uraia wa nchi nyingi sana. Takriban nchi zote zinazounda bara Europe. Nina uraia wa England, France, Italy, Spain na nyingine nyingi tu. Pia nina akaunti nyingi ambazo zinaniruhusu kuendesha pesa kwa muda wa miaka zaidi ya 30. Kila kazi nilipewa nililipwa kiasi kikubwa sana. Hata kama ningesema niache kazi ile, basi ningeweza kuishi kwa muda mrefu bila tatizo la pesa. Basi nilianza kuzunguka huku na huko, kutafuta kitu ambacho kitanipa mwelekeo nianze wapi katika kumsaka huyo mpuuzi. Baada ya kuzunguka muda mrefu bila mafanikio, hatimaye nilikutana na gazeti lilisoma kuwa bado the bags ni tatizo Uturuki. Habari hiyo ilinivutia na kulinunua gazeti lile. Habari ya ndani katika gazeti hilo imesema kuwa bado kikundi cha The Bags kinachoongozwa na Luis Milano ni tatizo kwa nchi ya Urusi. Wamefanya uhalifu katika kampuni kubwa ya vifaa vya umeme na magari. Niliishia hapo kusoma maana mtu niliyemtafuta ndiye mkuu wa kikundi hicho cha majamsi.
Moja kati ya sera za kikundi hicho ni kwamba ukimapiga mmoja, wanakuinda na hawapumziki mpaka wahakikishe na wewe umekufa. Sasa ni mbinu gani nitumie ili kumfikia na kutenda ninachotaka kutenda? Nilianza kufuatilia nyendo zao kwa ukaribu zaidi, na mwisho nikafikia maamuzi ya kujiunga nao ili niweze kutekeleza kazi yangu. Basi niliendelea kuwafuatilia chini kwa chini, na siku moja nilikuwa nje ya benki moja hivi ghafla ilisimama gari moja aina ya Mercedes Benz nyeusi, wakashuka watu 3 wakaingia benki. Baada ya dakika kama 2 hivi walitoka na kuingia kwenye gari lao, kisha wakaondoka kwa kasi ya ajabu. Bila kuchelewa niliingia kwenye gari langu na kuanza kuwafuata kwa nyuma. Hawakufika mbali wakagongwa pembeni na gari la askari. Wakatoka kwenye gari huku wakimimina risasi na kuwaua maaskari waliokuwepo ndani ya gari ile. Bila kuchelewa nilipita mbele yao na kusimamisha gari nikawaambia waingie. Kisha nikaondoka kwa kasi huku gari kadhaa za polisi zikifuatilia nyuma yangu. Lakini kutokana na ufundi wangu mkubwa katika usukani, nilifanikiwa kuwatoroka polisi na kufika sehemu salama. Nilipofika nikaamuru washuke, lakini ghafla mmoja akatoa bastola na kunielekeza kichwani. Akananambia niendeshe gari. Sikubisha kwa sababu hicho ndicho nilichokitaka. Na mimi ndiye niliwapigia polisi simu, nikawapa maelekezo ya njia waliopita. Basi bila kuuliza huku nikionyesha kutetemeka nikaondoa gari. Tulifika katika jengo moja kubwa wakaniambia nishuke. Mmoja wao akanishika mkono na kunivuta kuelekea ndani. Sikuonyesha ugumu wowote, nilijifanya mpole kabisa. Tulipoingia ndani nilipigwa na butwaa. Umati mkubwa wa watu ulijaa humo, wote ni wanachama wa kikundi hatari hicho. Kwa mbali nilimuona mtu aliyekaa kwenye kiti kikubwa. Kwa haraka sana nikagundua kuwa ni Mr. Luis Milano. Alikuja mpaka pale tuliposimama. Wale wawili wakamkabidhi pesa walizoiba. Kila mmoja akapewa bunda nono la pesa. Kisha akaniangalia kwa makini. Huyu ni nani na kwa nini yuko hapa? Aliuliza kwa hasira. Bosi huyu ametusaidia. Mmoja wao akajibu kwa kigugumizi. Akanigeukia tena. Kijana, unaitwa nani? Naitwa Hilarove Gregovich, nikadanganya. Imeje ukatoa msaada wakati unajua kama ungekamatwa ungehukumiwa kifo? Bosi, nimechoka kuishi maisha ya kudhalilika. Mimi ni dereva wa teksi tu hapa Moscow, nimechoka maisha ya utumwa. Nikajibu kwa ujasiri mkubwa. Akamizama kwa muda, kisha akaanza kupiga makofi. Wengine wakafuata. Kisha akasema, karibu kwenye kikosi. Karibu the Bags. Nikajisemea moyoni, laiti kama angejua na kukaribisha kifo chake mwenyewe. Kuanzia siku hiyo nilianza kufanya nao kazi. Kwa muda mfupi nilijizolea upendo mkubwa kutoka kwa bosi wangu, ambaye pia ni adui yangu mkubwa. Siku moja tulipewa mchongo wa kuiba mabilioni ya pesa kwenye benki moja kubwa. Nilijitolea kuongoza kitengo cha kutoroka. Mr. Luis akaniamini, akanikabidhi jukumu hilo. Siku ya kazi ilipowadia nilisubiri nje na gari tayari. Wenzangu walipotoka na mifuko mikubwa ya pesa, walijaza gari langu. Mr. Luis akaingia siti ya mbele. Ondoa gari, haraka, akaniamuru. Nikanyaga mafuta. Polisi wakaonekana nyuma yetu. Nikamwambia bosi, funga mkanda. Sasa itakuwa patashika nguo kuchanika. Nilianza kuzungushana nao kwa kasi ya ajabu. Wengine walipata ajali lakini mimi niliendelea. Baada ya muda nilihakikisha nimepotezana na wote. Nikawatoroka askari kwa kutumia njia za vichochoroni. Nikaingia kwenye jengo moja na kusimama. Hapa ni wapi? Akauliza Luis. Tulia bosi, subiri joto la polisi liishe halafu tutaondoka. Akataka maji, nikamwambia angalia siti ya nyuma. Alipogeuka kuchukua maji akaanza kunywa, kisha akashuka. Alipoanza kunikaribia, hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, akaanguka chini akazimia. Nilipomwagia maji baridi akazinduka. Akauliza kwa sauti dhaifu, we ni nani na yuko wapi Hilarov? Nikacheka kidogo nikamwambia, jina langu ni David Robert McCannon, au kama unapenda niite Hilarov. Alishtuka, macho yakamtoka. Nilitoa bastola yangu ndogo yenye kiwambo cha sauti. Nikamwambia kwa utulivu, ukifika huko kwa Mungu wasalimie wenzako 7. Waambie wasijali, waliobaki watakuja muda si mrefu. Nilishusha risasi kadhaa kifuani. Nikahakikisha hapumui tena. Nikambeba nikaweka mwilini kwenye gari lililokuwa limebeba pesa. Nikaendesha mpaka karibu na kituo cha polisi. Nikapiga simu nikawapa taarifa ya gari lililotelekezwa. Kisha nikatoweka kimya kimya. Nikiwa sina nywele, sina ndevu, hakuna angeweza kunitambua. Usiku ulipofika habari zikawa moto. Kiongozi wa The Bags ameuawa. Serikali ikatoa pongezi kwa aliyeua gaidi huyo. Nikacheka taratibu, nikatoa simu yangu ya satellite phone. Nikatuma ujumbe na ramani kwenda makao makuu ya jeshi la polisi la Urusi. Kisha nikalala usingizi mzuri kabisa. Asubuhi yake simu ikaita. Nilipoangalia ilikuwa ni Tania, kipenzi cha moyo wangu. Tukaongea kwa upendo.
kisha nikajiandaa kuondoka. Nikaacha funguo mapokezi nikaaga. Kisha nikaingia mgahawani karibu nikapata chai ya asubuhi. Nikainua kikombe nikitabasamu taratibu. Na je, Allen James ataendelea kuishi kwa amri za mashine au atatafuta ukweli wa nyuma ya jina Code X? Usikose kujua zaidi, fuatilia hapa KCS TV. Subscribe sasa hivi ili inapotoka ikufikie moja kwa moja.